Sasa unaambiwa ya kwamba hadi kufika mwaka 2067 wanadamu wote tutakuwa tukiishi kwa kununua pumzi. Yani kama utakuwa hauna hela basi unafariki dunia. Sasa huu mzigo unaonyesha maisha ambayo tutaishi mwaka 2067 pale ambapo tutaanza kununua pumzi ama oxygen ili tuweze kuishi. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipason Jr. Bonge Story. Movie inaanza mwaka 2067, kipindi ambacho dunia ilikuwa imeharibiwa vibaya sana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Mimea yote ilikuwa imeangamia, hivyo kiwango cha oksijeni hewani kikawa kimeshuka kwa hali kubwa. Binadamu hapa wanalazimika kuweza kununua hewa, yani oksijeni ya kutengeneza viwandani ili tu waendelee kuishi duniani. Takriban asilimia 99 ya dunia tayari imeshakufa na watu wengi wamekufa kwa kukosa hewa safi. Mji mmoja tu ambao upo katika nchi ya Australia ndio ambao umeendelea kuwepo mpaka kipindi hichi, na huu ulikuwa ukiendeshwa na kampuni moja ya kuitwa Chronocorp. Hii ni kampuni ambayo ilikopo inazalisha oksijeni ya bandia. Hata hivyo, hii oksijeni bandia ilikuwa inasababisha ugonjwa hatari sana unaoitwa the sickness over time, na hii ikawa inaonyesha wanadamu wako mbioni kutoweka kabisa duniani. Sasa kuna huyu jamaa, yeye anaitwa Ethan White. Huyu jamaa ni fundi anayefanya kazi kwenye ile kampuni ya Chronocorp. Alikuwa pamoja na rafiki yake wa karibu sana wa kuitwa Jude. Mke wa Ethan alikuwa akiitwa Thanse, ila sisi tutamuita Sun, lakini huyu mke wake tayari ameshaathirika na huo ugonjwa. Ethan anafanya kazi kwa bidii ili kuweza kuhakikisha ya kwamba anamnunulia mke wake oksijeni iliyo bora zaidi ili iweze kumwongezea muda wa kuishi na maisha yake yaendelee. Siku moja Ethan pamoja na rafiki yake Jude wakaitwa na Regina Jackson. Huyu ni mkuu wa kitengo cha utafiti wa kampuni hiyo. Regina akawa anamweleza Ethan ya kwamba binadamu wote wataangamia ndani ya miaka michache inayofuata, na ili kuweza kulizuia hilo anapaswa kuweza kufanya jambo ili kusudi kuweza kuiokoa hii dunia. Ethan akashangaa na kudhani ya kwamba hili jambo linalozungumzwa hapa ni mzaa, lakini Regina akampeleka kwenye maabara fulani hivi ya siri sana. Huko akakutana na dokta mmoja wa kuitwa Bill Mitchell ambaye anamweleza ya kwamba babake na Ethan wa kuitwa Dr. Richard White ndiye alianzisha huo mradi miaka 20 iliyopita. Mashine kubwa iliyokopo mbele yao ilikuwa ikiitwa Chronicle. Hii ni mashine ambayo unaweza ukasafiri na kwenda mwaka wa mbele. Sasa katika jaribio la kwanza walitumia mawimbi ya redio kupita katika hiyo mashine, na hapa wakagundua ya kwamba miaka 407 baadaye, yani mwaka 2474, dunia itakuwa imejaa miti na oksijeni ya kutosha tena kwa maisha ya binadamu. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba yale mawimbi yalileta majibu na yakawa na ujumbe uliokuwa ukisomeka, mtumieni Ethan White, yani mwamba Ethan ambaye baba yake alikuwa akiitwa Richard White. Regina akaamini huenda Ethan ndio mtu pekee ambaye anapaswa kwenda kwenye siku za mbele ili kuweza kutafuta tiba ya kuweza kuiokoa dunia. Ila Ethan alipoambiwa jambo hili, yeye alikataa kata kwa kuwa mke wake kwa sasa bado ni mgonjwa na hataki kuweza kuondoka na kumwacha mke wake kipindi ambacho bado ni mgonjwa. Na pia Ethan alikuwa akimchukia sana baba yake aliyewahi kuitelekeza familia hiyo kwa ajili ya huo mradi ambao sasa hivi wanataka aende. Tangu akiwa mtoto Ethan baba yake alitoweka, alafu mama yake akafariki dunia. Hivyo Ethan baada ya mama yake kufariki alilelewa na Jude ambaye amekuwa kama kaka yake. Jude hapa akachukua nafasi hii kwa ajili ya kuweza kumshawishi sana Ethan akubali kwenda kwenye hiyo safari, huku akimkumbusha kwamba hiyo inaweza ikawa nafasi pekee ya kuweza kumwokoa kipenzi chake Sun. Ethan hapa akaanza kukumbuka ile siku ya birthday yake ya kutimiza miaka 8. Baba yake alimpa kifaa cha ajabu ambacho kilijifunga kwenye mkono wake na kubaki hapo maisha yake yote, na hakuwahi kujua ya kwamba kilikuwa kina kazi gani. Sasa baada ya kuweza kuzungumza na kipenzi chake Sans, naye pia akamshawishi sana mwamba akubali kwenda. Kabla ya kuondoka, Ethan akamwandikia ujumbe uliokuwa ukisomeka, nitakurudia kupitia ua la chuma. Kisha akarudi maabara na kisha akakubali kushiriki kwenye hiyo safari kwa sharti la kwamba tiba yoyote itakayopatikana ianze kutolewa kwa mke wake Than. Basi wakakubali, na kwa wakati huo akaanza kumvisha suti maalum na kupewa kifaa cha akili bandia kilichokuwa kikiitwa Alchie ambacho kitakuwa kikichunguza na kufuatilia afya yake na kumsaidia kuelekea panapopaswa kwenda. Baada ya hapo mwamba akaingizwa ndani ya mashine ya Chronicle na kisha hapa akatumwa miaka 407 mbele. Basi baada ya kusafiri kwa umbali mrefu, Ethan akatua katikati ya msitu mkubwa wenye miti mingi na hewa safi. Hapa suti yake ikaanza kuwaka moto kutokana na kasi ya safari aliyokuja nayo, hivyo akalazimika kuweza kuitoa. Sasa toka alipofika akaanza kushangazwa na kuona dunia ikiwa imejaa uoto wa asili
bunduki Archer aliyoivaa ikawa inamuelekeza hadi kwenye ile milango ya bunker, lakini wakati anakwenda mbele akakutana na skeleton ama mifupa ya binadamu ambaye tayari alishafariki dunia yenye tundu la risasi kichwani. Sasa hapa anaposoma hili jina kwenye badge akagundua ya kwamba huyo mtu ambaye anamuona hapa kwenye huu mfupa ni yeye mwenyewe na hii ni mifupa yake mwenyewe. Kumbuka tuko miaka 407 mbele. Sasa pembeni ya mifupa mwamba akakutana na kifaa kile cha Archer ambacho yeye mwenyewe alitumwa nacho hicho. Ethan akaanza kusikiliza sauti kutoka kwenye kile kifaa hichi, kikawa kinasema hiyo ndiyo njia pekee, na hii ilikuwa ni kabla ya Ethan kupigwa risasi. Betri ya kile kifaa kikaisha kabla ya huo ujumbe haujakamilika. Ethan hapa akatambua ukweli wa kwamba mwisho wake utakwenda kuwa hivyo. Sasa huo usiku mwamba akawa anakula matunda ya polini bila kujua kwamba yale matunda yana sumu, na akaanza kutapika na kupoteza fahamu. Sasa maabara ya mwaka 2067 ikawa tayari imeshagundua afya ya mwamba inadhorota sana, hivyo wakamtuma Jude kupitia mashine akiwa na dawa za kupunguza sumu. Jude akafanikiwa kwenda na kisha akamwokoa mwamba. Sasa baadaye Ethan na Jude wakaendelea na safari hadi kwenda kwenye mlango mwingine. Sasa hapa mfumo wa usalama ukawa unasoma jicho la Ethan na kisha ukamruhusu kuingia ndani, na kifaa cha mkononi cha mwamba Ethan kikaanza kuchukua sampuli yake ya damu, na kisha mwanga wake ukaanza kubadilika kutoka mwekundu kwenda kijani. Ndipo akagundua ya kwamba wameingia kwenye maabara ya Chronicle ya mwaka 2474. Jude akafurahia kwa sababu anaamini ya kwamba wanaweza kurudi mwaka 2067, lakini Ethan bado ana wasiwasi kwa kuwa aliona mifupa yake bado ipo nje, ikiaminisha ya kwamba hatima yake haijabadilika, itakuwa vile vile, yani atafia pale. Sasa Ethan alikuwa akiangalia kumbukumbu za mfumo na kuona ujumbe wa hologram ambao ulirekodiwa zamani na baba yake. Sasa baba yake Richard alikuwa anaeleza ya kwamba hii mashine ilitengenezwa kwa ajili ya kuweza kukusanya taarifa za oksijeni kutoka siku za mbele na kuzituma mpaka siku za zamani. Pia akakiri alipokea ujumbe ambao ulimtaka amtume mwanaye Ethan, hivyo akaandaa mfumo maalum wa kuweza kuthibitisha DNA yake. Hata hivyo wakagundua tatizo kubwa, yani betri ya mashine inakaribia kuisha baada ya miaka 407, na kitendo cha kuweza kuwasha hii maabara kumesababisha hitilafu kwenye kiini cha nyuklia. Ndani ya saa 4 maabara nzima italipuka na mlipuko mkubwa utatokea wa nyuklia, na ili waokoke lazima watengeneze mfumo wenye nguvu sana na kurejea mwaka 2067 kabla ya muda haujaisha. Wanapotoka nje wanakuta jiji lote likiwa limefunikwa na mmea, lakini hakuna hata binadamu mmoja aliye hai. Dunia yenyewe imepona baada ya kuweza kutoweka kwa wanadamu. Ethan akaenda mpaka nyumbani kwa Sun, lakini akakuta mifupa yake tu wakati huu, jambo ambalo linamvunja moyo kabisa. Jude akaanza kumwambia Ethan waondoke kwa sababu hakuna hata matumaini ya tiba ya huo ugonjwa hata katika siku za mbele, kwa sababu sasa wako miaka 407 mbele. Lakini Ethan akaanza kumtilia shaka maeneo haya. Hapa akaanza kuunganisha betri mpya katika ile Archer ya zamani na kuanza kucheza tena rekodi iliyobaki. Safari hii akagundua mtu ambaye aliweza kumpiga risasi ni mwamba Jude. Hapa Jude akaamua kuweza kutoa bastola na kumwelekezea mwamba Ethan, lakini akawa anasisitiza tu kwamba hajawahi kabisa kutaka kumuua. Ethan akaamua kwanza kuweza kuikamilisha ile misheni yao, kwani wana masaa machache sana. Sasa hapa kwa pamoja wakaamua kuanza kurekebisha ule mfumo wa nguvu za maabara za mashine ya Chronicle. Hapa wakaanza kurekebisha ule mfumo wa nguvu wa maabara na mashine ya Chronicle ikaanza kufanya kazi tena. Sasa hapa watatakiwa kuweza kusubiri ndani ya dakika 37 kabla lile lango la muda kuweza kufunguka kwa sekunde 30 ili wao warejee mwaka 2067. Hata hivyo bado mwamba Ethan anaona ile mifupa yake tena ikiwa nje ya maabara, jambo ambalo linamaanisha ya kwamba bado ile hatima yake ya kifo haijabadilika. Sasa ili kuweza kujua ule ukweli wote, mwamba akachukua ile Archer yake na kuiweka kwenye Archer ya zamani. Sasa hii rekodi ikawa inasema ya kwamba huyo Ethan wa baadaye atauawa na Jude. Baada ya kuona huo ushahidi, Jude akakiri ya kwamba ni ngumu sana kwa hatima kuweza kubadilishwa, lakini kwa sasa anachojaribu kufanya ni kumlinda tu Ethan dhidi ya mateso makubwa zaidi. Lakini Ethan haamini kabisa hayo maelezo. Hapa akamfungia Jude ndani ya chumba na kuanza kusikiliza kumbukumbu ya mwisho ya baba yake iliyorekodiwa siku ambayo alikufa, akitarajia ya kwamba atapata ukweli wote. Ethan anapoendelea kuchunguza akagundua rekodi za siri sana kati ya mazungumzo ya baba yake Dr. Richard pamoja na Regina Jackson, yani ule mkuu wa ile kampuni
kampuni ya Chronocorp. Hapo ndipo ukweli wote ukaanza kufichuka. Sasa Richard babake na Ethan kweli bwana alikusudia kuweza kutumia mashine ya muda kwa ajili ya kuweza kuokoa wanadamu wote na kutafuta tiba ya ugonjwa ambao ulikuwa ukiangamiza dunia, lakini Regina alikuwa na mpango tofauti. Yeye alitaka kuweza kutumia mashine hiyo kwa ajili ya kuweza kuwahamisha watu wachache sana, tena wale wenye mamlaka, vyeo pamoja na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuwaokoa watu wengine, na hapa wao waondoke na kuacha watu wengine wakiangamia. Sasa Richard babake na Ethan aliitambua mapema sana hiyo njama, na kwa wakati huu akaamua kuitaka kuizuia. Akaifunga hiyo mashine ya Chronicle kwa mfumo wa uthibitisho wa DNA ya mwamba Ethan, ili tu asiwepo mtu mwingine atakayeweza kuitumia. Hata hivyo, kitendo hicho kilimkasirisha sana Regina, ambaye alimfyatulia risasi Richard na kisha akamuua hapo hapo. Sasa baada ya kuweza kummaliza Richard, Regina akamtuma tena Jude ili kuweza kumuua mama yake na Ethan na kisha amchukue na kumlea. Ethan akawa kama mlezi wake. Lengo likawa ni kumfanya Ethan afike utu uzima, yani awe mkubwa, akiwa na kifaa hicho mkononi chenye zile DNA kinachoweza kuifungua ile mashine ya muda siku moja ama siku za mbele. Ethan akashtuka sana na kugundua kwamba mtu ambaye alimchukulia kama kaka maishani mwake mote ndio ambaye aliweza kumuua mama yake na alikuwa ametumwa kumuua na yeye pia. Wakati huo huo akatambua ya kwamba alimhukumu vibaya baba yake Richard, na hakuwahi kabisa kuiacha familia kwa hiari, bali alifanya hivyo kwa ajili ya kujitolea ili kusudi kuwalinda wakina Regina pamoja na mpango wao. Sasa Ethan akatambua kwamba Regina bado atataka kuweza kuitumia hiyo mashine, na tabia yake ya kuweza kuwapeleka watu katika siku zile za mbeleni hata uiacha kabisa. Hivyo kwa wakati huu akachukua maamuzi ya kutaka kuweza kuiharibu hii mashine, lakini Jude alipomuona mwamba anafanya hivi akaamua kuzuia, na kwa wakati huu akakiri ukweli wake wote. Na hapa anaeleza ya kwamba alitumwa kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba Ethan anafika mpaka mwaka 2474 na kisha atarekebisha ule mfumo ambaye baba yake aliuharibu, na mara tu baada ya mwamba kuweza kukamilisha kazi hiyo, Jude atapaswa kuweza kuchukua jukumu la kuweza kummaliza kabisa, ili kila kitu kibaki kuwa poa na historia ibaki kama ilivyokuwa. Lakini baada ya kuweza kumlea Ethan kwa miaka mingi, Jude ameshindwa kabisa kuweza kutekeleza hilo agizo. Amejenga uhusiano wa kweli wa kindugu pamoja na Ethan, na hatimaye ameshindwa kabisa kuweza kuitekeleza ile kazi ya Regina, na hapa Jude akawa na majuto makubwa sana upande wake, na hapa Jude akaamua kuweza kujipiga risasi na kufa mbele ya mwamba Ethan. Sasa kifo cha Jude ukweli ni kwamba kilimuumiza sana Ethan, lakini kwa upande mwingine kikampa nguvu nyingine ya kuweza kutimiza ndoto za mwisho za baba yake za kutaka kuweza kuokoa wanadamu wote duniani. Ethan akaanza kukagua mfumo wa Chronicle, na hapa akagundua ujumbe wa kwanza kabisa uliopelekwa mwaka 2067 uliosomeka mtumeni Ethan White, ambaye ni yeye mwenyewe. Sasa huo ujumbe haukutumwa na mtu mwingine, bali ujumbe huo ulitumwa na Ethan mwenyewe, lakini ni Ethan wa mwaka wa mbele ama siku za usoni. Sasa mara moja mwamba akarekodi tena huo ujumbe na kisha akautuma kurudi mwaka 2067, lakini hakutuma ujumbe pekee. Hapa akatuma na mamia ya mimea ambayo ilikuwa tayari imeshatoweka duniani, yani ilikuwa adimu, pamoja na ushahidi wa video unaoonyesha Regina akiwa anamuua baba yake. Sasa wakati huo huo, Regina pamoja na kundi la watu watatu waliowachagua tayari wameshakusanyika maabara wakisubiri mashine ifunguke ili wakimbilie siku za mbele. Badala yake mashine ikaanza kutuma mimea mingi pamoja na video za mauaji ya Richard. Ukweli huo ukawa unafichuka mbele ya kila mtu, huku baada ya kuweza kuhakikisha ya kwamba kila kitu kimetumwa, Ethan akaamua kuweza kuharibu ile mashine ya Chronicle kabisa ili isitumike tena kwa malengo mabaya kama ilivyopangwa na mwanadada Regina. Mpango wa Regina ukawa umesambaratika na baadaye akakamatwa kwa kosa la mauaji ya Dr. Richard White. Mimea iliyorudi mwaka 2067 ikaanza kupandwa tena duniani kote, na hatua kwa hatua mazingira yakaanza kurejea tena katika hali yake ya kawaida. Hewa safi ikaanza kupatikana tena na matumaini ya wanadamu yakaanza kufufuka kwa mara nyingine. Ethan akapokea lile ua kutoka kwa Ethan ambalo alimtumia kipindi ambacho Ethan yuko mwaka 2474, na anakumbuka kabisa ule ujumbe ambao mwamba alimwandikia kabla ya kuondoka kwamba kuna siku atamrudia na atamletea ua la chuma, na hapa ikawa ni ishara ya kwamba Ethan amejitolea kubaki kule katika siku za mbele, yani kuishi kule mwaka 2474 ili kuhakikisha tu wanadamu wote wanaishi. Sasa huku akiwa peke yake kwenye ile dunia ya baadaye kabisa, Ethan akamzika kwa heshima Jude na kisha akamsamehe kwa yote ambayo yaliweza kutokea. Muda mfupi baadaye kipepeo
akamvutia na kisha akaanza kumwongoza hadi eneo lile lile na sehemu ile ile alowahi kuona mifupa yake. Anapofika hapa, anashangaa kuona mifupa hiyo haipo tena. Mwamba akakimbia na kutoka nje, na kwa wakati huu akaanza kushuhudia mambo ya kushangaza. Sasa baada ya lile jiji ambalo lilikuwa tupu na lenye magofu, sasa akaanza kuona jiji la kisasa lililojaa miti, teknolojia pamoja na maisha. Hapo ndipo anatambua ya kwamba kafara yake iliweza kubadilisha historia ya dunia nzima. Hatimaye ameokoa mustakabali wa maisha ya binadamu. Sasa drop comment yako hapo chini, kisha tuambie huu mzigo umekufundisha nini, ama umejifunza nini, ama umedaka nini kwenye huu hapa mzigo. Sasa usiache kucomment, kulike pamoja na kusubscribe. Hii ni Bonge Story, paka kwa wakati mwingine. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Oi. Bonge Story.